Wewe hawa alificha siri kubwa sana kwa mume wake. Mada sijui kama anamchiti na Kisinza, ila siku ya mwezi na 40. Ila kabla ya yote turudi nyuma kidogo. Kama unasubscribe channel ya Smafira, basi unakosa mambo mengi sana, unakosa vitu vitamu sana. Wahi kwenda tap kwa subscribe channel yake. Ndio wa kwanza akiachia Dunia Series wa kwanza kuipata. Upate kwa wakati yani. Pia ukimaliza kuiangalia ziwa ichapo kwa Moto Studio itakuwa review yako tushaiandaa. Bila kupoteza muda, bila kupoteza wakati, kwa tuendelee moja kwa moja kwenye kuelezea filamu. Ujue hawa, kumbuka muda huu ni usiku. Alitoka kwa nani? Kwa Kisinza. Nakumbuka wewe. Sasa alitoka kwa Kisinza. Hajapita hata masaa kadhaa. Kampa tena mume wake tendo la ndoa. Ila changamoto imekuja hapo. Yeye mwenyewe anasema kiatu hakimtoshi. Ana kikubwa zaidi. Umeona? Hawa kajitetea sana, ila mume wake kashikilia kwenye sehemu moja tu. Hii kiatu sio changu. Umeona? Alovaa mtu mwenye mguu mkubwa. Amaanisha nini kusema vile? Kwa sababu kamzoea na hali fulani mke wake. Ila sasa hivi tofauti na asubuhi alipotoka tuseme, yani kwa maana hawezi jua. Umeona? Asubuhi alipotoka usiku zote miaka yote, umeona? Ila sasa hivi alivorudi usiku ipo tofauti. Umeona? Hapo sasa ni inakuwa siku ya mwezi na 40. Sawa, mada ishapita, ila bado kwenye akili yake mume wake ana kitu midevu. Umeona? Ana kitu. Nasema hapa kuna mchezo mke wangu ananichezea. Ila cha kufanya hapo sasa hivi atafocus kumchunguza hawa. Anafanya issue gani? Je, anaenda kweli kazini ama akitoka kazini kuna vitu vingine anafanya? Umeona? Kwa sababu yuko kuna hali fulani kamzoea mke wake Kisinza. Sorry, madevu. Nasema na Kisinza madevu, sorry. Madevu ashamzoea mke wake. Sasa mke wake mwenyewe kumbuka huo muda alitoka kwa Kisinza guest, umeona? Pia naye bila kuwaza, bila kuwazua, hajafanya chochote, kampa naye mume wake. Hapo ndio ilikuwa ndo kosa. Mwaka nana la kwa sababu anashangaa, mbona hivyo mzoea mke wangu na sasa hivi tofauti. Mbona mbinu wanao. Ila kama mwanamke kaonesha hali fulani kama sio kweli. Ila sawa sio kweli. Akilionga vaa nani? Kwa sababu mimi nimekata size hapa, naona kuna mtu kakavaa mwenye mguu mkubwa. Nasema hajavaa mtu mwingine, kilikaa tu. Haya, kavaa nani? Mbona hajavaa mtu? Haya, kwa nini kitanuka? Kile kikubwa. Unasema hali ya kibinadamu tu, ukoaje wa maumbile. Haya, kivipi imekaaje? Kwa mchana tu, usiku ukoaje wa maumbile mkubwa. Pia kuna mambo mengine bwana, umwangalie mtu kumwongopea. Sasa kama yeye anamwongopea madevu kama huu, sasa asubuhi umetoka tofauti, usiku unarudi kubwa, inaingia kile anza sema ukuaje. Ndio kama unamchapa makofi. Unaona? Mshasuku yeye amefanya kutembea na Kisinza kwa sababu deni lilipo. Sasa hata kama deni lilipo, hajaandikishana kitu chochote, makaratasi yoyote. Ile deni lilipo. Mimi natembea na yeye kwanza leo ndio mume wangu. Umeona? Hamna walishika karatasi yoyote. Muda wa moto sasa wadai. Haya, ukiachana naye Kisinza, anarudi yale. Akikumisi anatafuta sababu deni lake lilipo. Umeona? Si utoto, bora uingie naye mkataba. Mimi natembea naye deni kwa mfutie mume wangu. Mwandikia nishakusamehe. Hapo inakuwa afadhali. Mwisho siku unatembea naye kama hivyo kwa sababu kufidie deni la mume wako. Mwisho unaanza kumpenda kweli. Umeona? Pia mwisho siku unapata maradhi. Sasa wewe ujiulize kubwa zima ila pozee zima, unasemaje hawa? Hawezi kuingia akilini. Sasa kama hapo mume wako kama hivyo,
kiatu sio cha kwake. Haya, kiatu chake kipo wapi? Kwa sababu yeye kiatu kakinunua ni size yake. Kaoa wewe ni size umbile ilikuwa size yake. Ila nashangaa sasa hivi kutoka tu asubuhi jioni kurudi haina nyingine. Lazima tujiulize, ndio maana hata usingizi alikuwa hapati. Kuanzia saa 6 hivi ndio saa 9 bado upo macho. Hana usingizi madevu. Unapataje usingizi? Kuna maswali mengi ya kujiuliza kichwani kwako. Sasa mke wake anamwambia, anambia ukoje tu maumbile. Ukoje maumbile mpaka saa 12. Kwanza asubuhi umetoka size yangu ambao umerudi usiku size ya mtu mwingine. Hamna, ndo nasema ilikuwa ukoje maumbile. Unajua kuna uongo wa kuongopa. Sasa hapo narudia tena, sasa hapo madevu ndio atakuwa makini sana kumchunguza wewe. Atakuwa makini sana. Unaona? Kwa sababu pia tumefundishwa kitu bwana. Sasa hivi tuwe makini sana na wake zetu, wapenzi zetu, si ndio? Kuna kitu tumefundishwa, tuwe makini yani. Unaona, ikiwezekana ukiweka kuchukua na tape, unachukua tape unapima size. Sasa hii size yangu mdoi. Akirudi napima tena. Kuna imeongezeka, sio kwangu. Malaki madevu kuna ujanja kanine katupa kidogo. Bora tuwe makini kwa kweli, tuwe makini wala kutopime. Tumepata na tape tujue kumbe ndo size yangu. Kila kirudi usiku kwa kuzurura pima na tape. Ile kwa kiunyama zaidi bora, lakini ni masiala tu. Naenda kidogo masiala, ila sasa tuwe makini sana na maanisha. Ila mambo ya tape naenda kama masiala. Tuwe makini na penzi zetu, makini na akili zetu, kwa sababu mtu wote usimwamini 100%. Unaona? So yeye ndo muamini, hadi na mwenyewe asikuamini 100%, kwa sababu binadamu. Unaona? Binadamu kwa ufupi hatujakamilika, si ndio? Kila mtu ana mapungufu yake. Kama anamchiti na kisinzi, ila mume wake Madeva achiti na mtu wote, ila sasa ana nini? Mapungufu yake. Mambo ya nguvu za kiume. Mapungufu ya kila mtu na mapungufu yake, ila ni siri ya familia, ni siri ya watu wawili tu. Umeona? Ila sasa mwenye mali yake ashajua. Hapo je, inakukuje unavyoona atachukua maamuzi gani Madeva? Andika kwenye comment, je Madeva atachukua maamuzi gani? Ila bila kusahau kuna kipande kingine cha Mudi nimekipenda kinoma. Unajua nataka tuangalie nacho, tukireview tuangalie je wangapi walipitiaga changamoto hii. Nacho ndio moja kama alisipoteza muda ngapi tuingie moja kwa moja kwa kipande cha Mudi. Kicheki kidogo. Hapo sasa nakuja wataalamu wa mizizi. Je, Mudi huwa anatafuta mzizi gani? Gani kodi bwana. Je, Mudi anatafuta mzizi gani anautafuna? Alafu ni mweupe. Au tunafunaje mzizi gani? Sio ugali wa muogo. Lakini sasa sio ugali wa muogo. Kwa sababu ni mweupe bwana. Je, ila tuache makuzi. Je, Mudi anautafuna pale ni mzizi gani wanangu? Mzizi wa nini? Wa kuongeza nguvu, kuongeza power, kuongeza misuli, kuongeza nini, sio kuongeza nini? Andika kwenye comment. Je, Mudi alikuwa anatafuna mzizi gani, pia kwa maana gani? Kama Simbo Tony Studio tunaelezea filamu, tuna uchambuzi wa ndani zaidi. Je, ni Mudi anatafuna ni mzizi gani alikuwa? Mimi naona kama ni mzizi wa kuongeza kasi au kuongeza misuli kusimama. Umeona? Ndio voice ile na wewe nilikuwa kwenye comment. Je, ni mzizi gani? Sasa kumbuka alitafuna mizizi. Alafu baadaye dakika za mwisho penzi wake kagoma. Umeona? Kagoma yule mwanamke. Kagoma kivipi? Kwa sababu ule mzee jibaba mwanangu, watu wanagalamikia pesa mwanangu. Dharau kibao anaonyeshwa Mudi. Umeona, respect ni ndogo. Respect nyingi zipo kwa ule mzee. Kwa sababu anagalamia, analipia kodi, bili za maji, wake ufupe vitu vyote anamfanyia mzee yule. Ila sasa Mudi mwanangu
kantalila show nini uhakika, kwa sababu kuna vijiti anatafuna, kwa sababu zinamuongezea power, inaongezea nini, umeona, nampa nguvu zaidi. Sasa mambo wazee hawafagiliwi. Sasa mzee hata kuna kijiji kama hiko tunamuokota, kwa sababu mwake tayari shalala. Ila sasa na mambo kama nguvu za kiume zimekiwa kwa sababu ya wazee, kwa sababu wazee ndo damu zao kidogo zimepona, ndio zisituliwe. Ila kama sisi vijana tunajiua wenyewe kutumia mambo kama haya, mambo kutumia siji mikongo, kutumia nini siji na vitu vingine, mambo vijite kama muda unavyofanya. Ila vitu kama hivyo hatujawekewa sie vijana, kwa sababu sie damu yetu ndio ipo vizuri, imechemka. Turuhusu kufanya vitu mambo kama haya, inabidi watumie wazee, kwa sababu bado wanabidi isituliwe, umeona, mambo kama haya. Ila sasa kama sisi tunatumia sawa, tunakomoa, ila sasa tunazidi kudhoofika, tunazidi homoni zetu kuzishusha, hisia nini mambo mengine zaidi. Madokta wenyewe wanaelewa, so sawa kama sisi kutumia, elewa hivyo. Ila kama unaona vizuri nini unataka kukomoa, tumia, so mbaya. Unaona sasa mude alitumia kwa sababu akomoe wake moto. Ila sasa mbaya zaidi mwanamke aligoma. Kama unamkumbuka kipindi cha mwishoni pale demo aliondoka. Sasa hapo kama ashatumia ndo kama hii, ongeze hamu ya tendo, ongeze nguvu. Haya mwanamke kama hivyo, mtu unajua kabisa uhakika kama huyu mtu yupo mbali, mpaka mtoto kaenda kuoga, mpaka kaingia ndani, mtu anajiandaa, simu naita. Ndio maana mtu akiwa na demo geto na zamani kutoa mlio simu mpaka pembeni, mara zakao kama hivi zima kabisa. Ndio maana hawataki madhara kama haya hapa, anamkuta mudi moja ana simu kuaone simu na mbona simu yaone, toa mlio ka pembeni. Akanaje kuna mambo kama hayo, simu ndoto ya dharura, ndio kama akapigiwa simu hapo, anaitwa na mzee. Mwana ngoma mza mtoto mudi ashatafuna kijiti bwana. Mwana si kijiti gani masini ya Mungu kama hiyo. Sasa hapo sasa mwanamke ndo anaondoka kama hiyo. Je, mudi anachukua maamuzi gani hapo? Mwana mbaya anajitesa mwenyewe. Kasuka nenda kuchukua nini, sheria mkononi mwanangu, sheria mkono mmoja anapanda mnazi. Unaona? Inakuwa sio poa. Sio mtu ashategemea kabisa. Mtu kaoga. Hakika mtu kawahi kutoka chooni, mtu atafuna kijiti chake. Ila sasa mwanamke anadharau sana. Na mudi unamwambia kwa nini mudi umemchagua ule dada mtu, kwa nini? Kwa nini umemchagua dada mtu? Mdogo mtu umemwacha kabisa. Mdogo mtu respect, alikuwa ana kurespect kinomani, kwenye shida na raha. Kaja muda unafeli muda mwingine, unajua. Yaani wewe umemkolo umeondoa mateso mwanangu. Sasa sio wanaume mateso, ila sasa mwanangu mwana tu wewe umezidi mateso. Umeondoa shida kwa kweli. Kwa mtoto ule pale, mtoto kulika kuelewa kinoma, respect nyingi. Umemkataa, umemkana kwa maneno machafu. Mtoto akakubali hata kushare na dada yake, lakini umempinga. Sasa hivi unateseka kama hivyo mwanangu. Unashare na mzee. Bora ungeshare yule na yule mwanamke, dada mtu na mdogo mtu kula na mayai. Ila sasa wewe umekataa kule demu mtoto mtu yule mdogo mtu ashare na dada yako, umekataa. Sasa wewe umekubali kushare na mzee. Mwana mbaya. Sasa kwa nini unapata faida gani kupita kwa dada? Maumivu, mateso au pesa? Faida ya pesa. Hamna pesa nasema si, kwa sababu ukitembea na dada wewe ni mwanaume, damu inachemka, unaweza kupiga kazi kama kawaida, mambo yako yanaenda. Hata kwa sababu unaenda kazi ya matofali, kazi ya zege, uhakika unapata, kwa sababu damu ipo vizuri, mwili unadai. Sasa kwa nini sasa unakaa sehemu maisha yako magumu, pia unaona mawazo kama hivyo, kichwa kinakugonga muda wote, unamwaza mwanamke, unampenda. Sasa kwa nini uteseke? Toka mwanzo ungejua, ungemkubalia mdogo mtu, au ungekubalia wote tu, ungeshare nao wote, ungeshare. Ila sasa kwa nini tumkubalia dada mtu peke yake? Mdogo mtu umemkataa. Haya, umakumake. Ndio maana nakwambia hivi, yani wewe umeombewa mateso tu, kwa kweli mateso tu, haupati raha. Umeona? Kwa hamna raha wote unaipata.
Sababu lako umeikosa kwa mdogo mtu, umeenda kwenye shida au kwa dada mtu. Ndio unajua kabisa ni makumu ungekujui. Toka mara kwanza ulipofika alikuwa anakutesa kinoma. Sasa leo hii adui yako ndio anakupikia chakula. Adui yako ndio anakufanya na anakupikia chakula. Sasa hamna sasa hivi tuna amani, sasa mkataba amani. What? Hata kama mkataba amani, kumbuka binadamu muda wote anakuchenjia. Anaweza kukutia kati sumu ya chakula. Hiyo nimemsha tumfahamu ndo kama wewe. Kumbuka wewe alikuwa adui yako mkubwa sana. Sasa leo hii huyu ndo adui yako anakupikia chakula, anamaanisha nini? Muda wote sauti atakuwa. Ndio ndo anarudi hapo hapo. Muda huu alikuwa anakutesa kinoma. Nataka hospitali ufie kule hospitali, upotelee hospitali. Ila sasa mdogo mtu ni respect. Alikusaidia kwenye shida na raha. Ila huyu alikuwa kutaka tukora kikula anatema mate pembeni. Akakula kama kinyaa. Sasa leo hii unampa moyo wako. Wae. Mwanangu. Nyoka ni nyoka tu. Usimata umkate meno. Ila nyoka ni nyoka. Anataka kuwa nyoka. Siku yote meno ataota atakuuma. Ukijisahau kuna tena kumngoa, umeona? Sasa wewe umeona kama yale ni mapito. Kajirekebisha, yani huyo hamna kitu. Huyo bado huyo kaja tena kwenye maisha yako yazidi kukutesa. Hakuonyesha. Ushatumia cha kutumia, demu ndio anachoropoka. Mwanangu inakuaje? Ndio maana majirani wanalalamika. Muda kiingia chona na kama saa 7. Shida kama hizi hapo mwanangu. Sasa sijajua leo utaenda kukaa masaa mangapi. Sijajua leo utaenda kukaa masaa mangapi kwa kweli. Wae. Noma sana. Mwanangu mmoja subscribe channel ya Asmafira. Mnakosa mambo mengi sana. Wae chapu subscribe channel yao imadi wa kwanza kila kitu dunia wa kwanza kuipata. Ila mimi sina mengi ya kusema kama sisi ni Mtoni Studio tunawaaga. Hawa alificha siri kubwa sana kwa mume wake. Mada sijui kama anamchiti na Kisinza, ila siku ya mwezi na 40. Ila kabla ya yote turudi nyuma kidogo. Kama subscribe channel ya Asmafira, basi unakosa mambo mengi sana, unakosa vitu vitamu sana. Wahi kwenda tap subscribe channel yake. Mada wa kwanza akiachia Dunia series wa kwanza kuipata. Upate kwa wakati yani. Pia ukimaliza kuiangalia Ziwai Chapo kwa Mtoni Studio itakuwa review yako tushaiandaa. Bila kupoteza muda, bila kupoteza wakati, kwa tuendelee moja kwa moja kwenye kuelezea filamu. Ujue hawa, kumbuka muda huu ni usiku. Alitoka kwa nani? Kwa Kisinza. Nakumbuka wewe. Sasa alivyotoka kwa Kisinza, hajapita hata masaa kadhaa. Kampa tena mume wake tendo la ndoa. Ila changamoto imekuja hapo. Yeye mwenyewe anasema kiatu hakimtoshi. Ana kikubwa zaidi. Umeona? Hawa kajitetea sana, ila mume wake kashikilia kwenye sehemu moja tu. Hii kiatu sio changu. Umeona? Alovaa mtu mwenye mguu mkubwa. Amaanisha kusema vile kwa sababu kamzoea na hali fulani mke wake. Ila sasa hivyo tofauti na asubuhi alipotoka tuseme, yani kwa maana hawezi kujua. Umeona? Asubuhi alipotoka usiku zote miaka yote, umeona? Ila sasa hivi alivorudi usiku hivyo tofauti. Umeona? Hapo sasa ni inakuwa siku ya mwezi na 40. Sawa, mada ishapita, ila bado kwenye akili yake mume wake ana kitu midevu. Umeona? Ana kitu. Sema hapa kuna mchezo mke wangu ananichezea. Ila cha kufanya hapo sasa hivi atafocus kumchunguza hawa. Anafanya issue gani? Je, anaenda kweli kazini ama akitoka kazini kuna vitu vingine anafanya? Umeona? Kwa sababu yuko na hali fulani kamzoea mke wake. Kisinza. Sorry, madevu. Nasema na Kisinza madevu, sorry. Madevu ashamzoea mke wake. Sasa mke wake yeye, kumbuka hiyo huo muda alitoka kwa Kisinza guest, umeona?
pia naye bila kuwaza, bila kuwazua, hajafanya chochote, kampa naye mume wake. Hapo ndo ilikuwa ndo kosa. Maka na ana la kwa sababu anashangaa mbona niko mzoea mke wangu na sasa hivi tofauti. Mbona mbili wanao. Ila kama mwanamke kaonesha hali fulani kama sio kweli. Ila sawa sio kweli. Akilionga vaa nani? Kwa sababu mimi nimechacha saizi. Hapa naona kuna mtu kakavaa mwenye mguu mkubwa. Unasema hajavaa mtu mwingine, kilikaa tu. Haya, kavaa nani? Mbona hajavaa mtu? Haya, kwa nini kitanuka? Kile kikubwa. Unasema hali ya kibinadamu tu, ukuaji wa maumbile. Haya, kivipi imekaaje? Kwa mchana tu, usiku ukuaji wa maumbile mkubwa. Pia kuna wango wengine bwana, umwangalie mtu kumuongopea. Sasa kama yeye anamuongopea madevu, kama huu. Sasa asubuhi umetoka tofauti, usiku unarudi kubwa. Inaingia kilini. Anza sema ukuaji. Ndio kama unamchapa makofi. Unaona? Mshashuku yeye amefanya kutembea na Kisinza kwa sababu deni lilipo. Sasa hata kama deni lilipo, hajaandikisha na kitu chochote, makaratasi yoyote. Ile deni lilipo. Mimi natembea na yeye kwanza leo ndio mume wangu. Umeona? Hamna walijishika karatasi yote. Mdomo tu sasa wadai. Haya ukiachana naye Kisinza. Yanarudi yale. Akikumisi anatafuta sababu deni lake lilipo. Umeona si utoto, bora wengine naye mkataba. Mimi natembea naye deni kwa pia mume wangu. Mwandikia nishakusamehe. Hapo inakuwa afadhali. Mwisho siku unatembea naye kama hivyo kwa sababu kufidie deni la mume wako. Mwisho unaanza kumpenda kweli. Umeona? Pia mwisho siku unapata maradhi. Sasa wewe ujiulize kubwa zima ila pozee zima unasema jawa. Haiwezi kuingia akilini. Sasa kama hapo mume wako kama hivyo, kiatu sio cha kwake. Haya, kiatu chake kipo wapi? Kwa sababu yeye kiatu kakinua ni size yake. Kakoa wewe ni size. Umbile ilikuwa size yake. Ila nashangaa sasa hivi kutoka tu asubuhi jioni kurudi haina nyingine. Lazima tujiulize, ndio maana hata usingizi alikuwa hapati. Kuanzia saa 6 sasa hivi ndio saa 9 bado upo macho. Na hana usingizi madevu. Unapataje usingizi? Kuna maswali mengi ya kujiuliza kichwani kwako. Sasa mke wake anamwambia ukuaje tu maumbile. Ukuaje maumbile masaa 12. Kwanza asubuhi umetoka size yangu mbona umerudi usiku size ya mtu mwingine. Hamna, ndo nasema ilikuwa ukuaje maumbile. Unajua kuna uongo wa kuongopa. Sasa hapo narudia tena, sasa hapo madevu ndio atakuwa makini sana kumchunguza wewe. Atakuwa makini sana. Kwa sababu pia tumefundishwa kitu bwana. Sasa hivi tuwe makini sana na wake zetu, wapenzi zetu, si ndio? Kuna kitu tumefundishwa, tuwe makini yani. Unaona, ikiwezekana ukiweka kuchukua na tape, unachukua tape unapima size. Sasa hii size yangu ndio hii. Akirudi napima tena. Kuna imeongezeka sio kwangu. Mara yake madevu kuna ujaja kanine katupa kidogo. Bora tuwe makini kwa kweli, tuwe makini wala tupime. Tumepata na tape tujue kumbe ndo size yangu. Kila kirudi usiku kwa kuzurura pima na tape. Ile kwa kiunyama zaidi bora, lakini ni masiala tu. Naenda kidogo masiala, ila sasa tuwe makini sana na maanisha. Ila mambo ya tape naenda kama masiala. Tuwe makini na penzi letu, makini na akili zetu, kwa sababu mtu wote usimwamini 100%. Unaona? So yeye ndo muamini, hadi na mwenyewe asikuamini 100% kwa sababu binadamu. Unaona? Binadamu kwa ufupi hatujakamilika, si ndio? Kila mtu ana mapungufu yake. Kama anamchiti na Kisinza, ila mume wake madevu achiti na mtu wote, ila sasa
ana nini, mapungufu yake, mambo ya nguvu za kiume. Mapungufu ya kila mtu na mapungufu yake, ila ni siri ya familia, ni siri ya watu wawili tu. Umeona? Ila sasa mwenye mali yake ashajua. Hapo je, inakukuje unavyoona atachukua maamuzi gani Madevu? Andikeni kwenye comment, je, Madevu atachukua maamuzi gani? Ila bila kusahau kuna kipande kingine cha Mudi nimekipenda kinoma. Nataka tuangalie nacho, tukireview tuangalie, je, wangapi walipitiaga changamoto hii. Ngato ndio moja kama moja, nisipoteze muda, ngato ingia moja kwa moja kwenye kipande cha Mudi. Kicheki kidogo. Hapo sasa nakuja wataalamu wa mizizi. Je, Mudi huwa anatafuta mzizi gani? Gani kodi bwana. Hii Mudi anatafuta mzizi gani na utafuna hapa? Alafu ni mweupe. Au tunafanyaje mzizi gani? Sio ugali wa muogo. Lakini sasa sio ugali wa muogo. Kwa sababu ni mweupe huo. Je, ile tuache makuzi. Je, Mudi anautafuna pale ni mzizi gani wanangu? Mzizi wa nini? Wa kuongeza nguvu, kuongeza power, kuongeza misuli, kuongeza nini, sio kuongeza nini? Andika kwenye comment, je, Mudi alikuwa anatafuna mzizi gani, pia kwa maana gani? Kama Simba Tony Studio tunaelezea filamu, tuna uchambuzi wa ndani zaidi. Je, ni Mudi anatafuna ni mzizi gani alikuwa? Mimi naona kama ni mzizi wa kuongeza kasi au kuongeza misuli kusimama. Umeona? Ndio voice ile na wewe nilikuwa kwenye comment, je, ni mzizi gani? Sasa kumbuka litafuna mizizi. Alafu baadaye dakika za mwisho mpenzi wake kagoma. Umeona? Kagoma yule mwanamke. Kagoma kivipi? Kwa sababu ule mzee jibaba, mwanangu, watu wanagalamikia pesa mwanangu. Dharau kibao anaonyeshwa Mudi. Umeona, respect ni ndogo. Respect nyingi zipo kwa ule mzee. Kwa sababu anagalamia, analipia kodi, bili za maji, wake ufupe, hivi vitu vyote anamfanyia mzee yule. Ila sasa Mudi mwanangu kantalila show nini uhakika, kwa sababu kuna vijiti anatafuna, kwa sababu zinamongozea power, anaongozea nini. Umeona? Nampa nguvu zaidi. Sasa mambo wazee afagilio, kwa sababu mzee atafuna kijiti kama hiko tunamuokota. Kwa sababu damu yake tayari shalala. Ila sasa na mambo kama nguvu za kiume zimekiwa kwa sababu ya wazee. Kwa sababu wazee ndio damu zao kidogo zimepona na hivi situliwe. Ila kama sisi vijana tunajua wenyewe kutumia mambo kama haya. Kutumia siji mikongo, kutumia nini siji na vitu vingine, mambo vijite kama Mudi anavyofanya. Ila vitu kama hivyo hatujawekewa sie vijana. Kwa sababu sisi damu yetu ndio ipo vizuri, imechemka. Turuhusu kufanya vitu mambo kama haya. Inabidi watumie wazee kwa sababu bado wanabidi isituliwe. Umeona? Mambo kama haya. Ila sasa kama sisi tunatumia sawa, tunakomoa. Ila sasa tunazidi kudhoofika. Tunazidi homoni zetu kuzishusha, hisia nini mambo mengine zaidi. Madaktari wenyewe wanaelewa. So sawa kama sisi kutumia. Elewa hivyo. Ila kama unaona vizuri nini unataka kukomoa, tumia somba. Unaona? Sasa Mudi alitumia kwa sababu akomoe. Apake moto. Ila sasa mbaya zaidi mwanamke aligoma. Kama unamkumbuka kipindi cha mwishoni pale demo aliondoka. Sasa hapo kama ashatumia ndo kama hii, ongeze hamu ya tendo, ongeze nguvu. Haya mwanamke kama hivyo, mtu unajua kabisa uhakika kama huyu mtu yupo mbali, mpaka mtoto kaenda kuoga, mpaka kaingia ndani, mtu anajiandaa, simu naita. Ndio maana mtu akiwa na demo geto na jamaa kutoa mlio simu weka pembeni, mara zakao kama hivi zima kabisa. Ndio maana hawataki madhara kama haya hapo mkuta Mudi. Mbona ana simu kuaone simu na mbona simu yaone sitoa mlio ka pembeni. Akanaje kuna mambo kama hayo, simu ndoto ya dharura. Ndio kama akapigiwa simu hapo anaitwa na mzee. Mbona ngoma mza mtoto Mudi ashatafuna kijiti bwana. Mbona si kijiti gani masini ya Mungu kaza kama hiyo. Je, sisi hapo sasa mwanamke ndo anaondoka kama hiyo. Je, Mudi anachukua maamuzi gani? Mbona mbaya anajitesa mwenyewe. Kasukua nenda kuchukua nini sheria mkononi mwanangu, sheria mkono mmoja anapanda mnazi. Unaona? Inakuwa sio poa. Sio mtu ashategemea kabisa. Mtu kaoga. Hakika mtu kaai kutoka chooni Mudi atafuna kijiti chake.
Ila sasa mwanamke anadharau sana. Na Mudi unamwambia kwa nini Mudi umemchagua ule dada mtu kwa nini? Kwa nini? Kwa nini umemchagua dada mtu? Mdogo mtu umemwacha kabisa. Mdogo mtu respect, alikuwa anakurespect kinomani, mwenye shida na raha. Kaja Mudi unafeli muda mwingine unajua. Yaani wewe umemkole umeondoa mateso mwanangu. Tunasema wanaume mateso, ila sasa mwanangu mwanangu wewe umezidi mateso. Umeondoa shida kwa kweli. Kwa mtoto ule pale, mtoto kulika kuelewa kinoma, respect nyingi. Umemkataa, umemkana kwa maneno machafu. Mtoto akakubali hata kushare na dada yake, lakini umempinga. Sasa hivi unateseka kama hivyo mwanangu. Unashare na mzee. Bora ungeshare na ule mwanamke, dada mdogo mtu na mdogo mtu kula na mayai. Ila sasa wewe umekataa ule demu mtoto mtu ule mdogo mtu ashare na dada yako umekataa. Sasa wewe umekubali kushare na mzee. Unaona mbaya. Sasa kwa nini? Unapata faida gani kupitia kwa dada? Maumivu, mateso, au pesa? Faida ya pesa. Hamna pesa nasema si kwa sababu kutembea na dada wewe ni mwanaume, damu inachemka, unaweza kupiga kazi kama kawaida, mambo yako yanaenda. Hata kwa sababu unaenda kazi ya matofali, kazi ya zege, uhakika unapata kwa sababu damu ipo vizuri. Mwili unadai. Sasa kwa nini sasa unakaa sehemu maisha yako magumu, pia una mawazo kama hivyo, kichwa kinakugonga muda wote, unamwaza mwanamke, unampenda. Sasa kwa nini uteseke? Toka mwanzo ungejua ungemkubalia mdogo mtu, au ungewakubalia wote tu, ungeshare nao wote, ungeshare. Ila sasa kwa nini tumkubalia dada mtu peke yake? Mdogo mtu umemkataa. Haya, umakumake. Ndio maana nakwambia hivi, yani wewe umeombewa mateso tu. Kwa kweli mateso tu, hapo upati raha. Umeona? Kwa hamna raha wote unaoipata. Kwa sababu raha umeikosa kwa mdogo mtu, umeenda kwenye shida kwa dada mtu. Ndio unajua kabisa ni makumu ngekujui. Kutoka mara kwanza ulipofika alikuwa anakutesa kinoma. Sasa leo hii adui yako ndo anakupikia chakula. Adui yako ndo anakufanya anakupikia chakula. Kwa hamna sasa hivi tuna amani, sasa mkataba amani. What? Hata kama mkataba amani, kumbuka binadamu muda wote anakuchenjia. Anaweza kukutaka sumu ya chakula. Hiyo nimemsha tumfahamu ndo kama wewe mmoja. Kumbuka wewe alikuwa adui yako mkubwa sana. Sasa leo hii huyu ndo adui yako anakupikia chakula, anamaanisha nini? Muda wote sauti atakuwa. Ndio ndo anarudi hapo. Muda huu alikuwa anakutesa kinoma. Nataka hospitali ufie kule hospitali, upotelee hospitali. Ila sasa mdogo mtu ni respect. Alikusaidia kwenye shida na raha. Ila huyu alikuwa anataka tu kula kikula, anatema mate pembeni. Akakula kama kinyaa. Sasa leo hii unampa moyo wako. Wae. Mwanangu. Nyoka ni nyoka tu. Usimata umkatee meno. Ila nyoka ni nyoka. Anataka kuwa nyoka. Siku yote meno ataota atakuuma. Ukijisahau kuna tena kumngoa, umeona? Sasa wewe umeona kama yale ni mapito. Kajirekebisha, yani huyo hamna kitu. Huyo bado huyo kaja tena kwenye maisha yako yazidi kukutesa. Hakuonyesha. Ushatumia cha kutumia, demu ndio anacholopoka. Mwanangu inakuaje? Ndio maana majirani wanalalamika. Muda kiingia chona na kama saa 7. Shida kama hizi hapo mwanangu. Sasa sijajua leo utaenda kukaa masaa mangapi. Sijajua leo utaenda kukaa masaa mangapi kwa kweli. Wae. Mama sana. Mwanangu kama hujasubscribe channel ya Asmafira, mnakosa mambo mengi sana. Wae subscribe channel yao imadi wa kwanza kila kitu dunia wa kwanza kuipata. Ila mimi sina mengi ya kusema, kama sisi ni Butoni Studio tunawaaga.